Leo Bwana Yesu asifiwe. Na leo kwa majina mwite upcoming Bishop Mugwana. Nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, na nimeokoka. Yesu ni Bwana, na nimekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Ni Yesu tu pekee ambaye namtegemea kwa kila jambo. Na siku ya leo nataka tusemezane neno la Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 43 hadi 47. Na ujumbe wa siku ya leo ni kwamba leo ni zamu yako. Kuna mengi ambayo umepitia, kuna mengi ambayo umeona, kuna changamoto ambazo umepitia hapa na pale, lakini ujumbe wa siku ya leo unakuza mimi na wewe. Na Biblia inasema ya kwamba palikuwa na mwanamke mmoja aliyetokwa damu miaka 12, aliyekuwa ametengwa na jamii yake, hana amani, ana huzuni. Shetani amekunywa damu yake kwa miaka mingi. Pesa zilizokuwa nazo alipeleka kwa waganga, vikashindikana. Mali aliyokuwa nayo yote alipeleka kwa waganga, vikashindikana. Siku moja akasikia ya kwamba Yesu anapita maeneo hayo, akaadimia moyoni mwake ya kwamba atakapopita maeneo hayo naye atakuza pindo lake. Akasema ataambia yote ya kwamba anagonjeka, akasema ataambia Petro ya kwamba atagonjeka, akaambia Yohana ya kwamba mimi nagonjeka, akasema ninaenda mwenyewe. Siku hiyo Yesu akapita. Yule mwanamke akajipenyeza. Alipoguza pindo la Yesu akapata uponyaji. Na Yesu akauliza, ni nani aliyeniguza? Watu wengi wakakataza, watu wengi wakakana. Yesu akauliza Petro ya kwamba ni nani aliyeguza pindo langu? Petro akasema ya kwamba watu wengi wamekuwa maeneo haya na wamekuguza. Kumbe yuko mama aliyekuwa ameonewa, kumbe yuko mama aliyekuwa ameteseka, kumbe yuko mama aliyekuwa amedharauliwa, kumbe yuko mama aliyekuwa amepitia hali ngumu kimaisha. Ndugu yangu, dada yangu, mnanitazama siku ya leo. Wewe baba unanitazama siku ya leo. Wewe mtumishi ambaye unanitazama siku ya leo. Kuna maneno mengi kwenye kichwa chako. Unajiuliza ya kwamba lini shida itaisha kwako na maadui watachoka lini kuchekelea. Umezama katika vita na umekuwa kimya. Umezama katika matatizo na umekuwa kimya. Umezama katika uzati na umekuwa kimya. Today is your time. Bwana Yesu asifiwe. Tamka maneno juu ya shida yako ndugu yangu. Tamka maneno juu ya taabu yako unayopitia. Tamka maneno juu ya shida ambayo unapitia. Umepitia katika hali ngumu na umekuwa kimya. Umechanganyika kutosha lakini umekuwa kimya. Haijalishi mangapi ambayo umepitia, haijalishi mangapi ambayo umenenwa, haijalishi mangapi ambayo umepitia. Today is your time. Bwana Yesu asifiwe. Sema unaloonewa mamangu. Sema unaloteswa ndugu yangu. Sema unaloteseka ndugu yangu. Umelazwa katika maukulio hospitalini. Unasema yani magonjwa yangu ambayo nilizaliwa nayo. Today Yesu anapita maeneo yayo. Yesu anapita siku ya leo katika familia yako. Yesu anapita siku ya leo katika nyumba lako. Yesu anapita katika siku ya leo katika watoto wako. Today is your time. Haijalishi wamekunenea mangapi, haijalishi umeyaona mangapi, haijalishi umezama wapi. Yesu anasema ya kwamba guza pindo langu, guza pindo langu mpendwa, guza pindo langu siku ya leo. Yesu anapita katika nyumba yako, Yesu anapita katika maisha yako, Yesu anapita katika watoto wako, Yesu anapita katika biashara yako. Mtembelee siku ya leo, umtegemee kwa kila hali. Today is your time. Yesu anakomboa maisha yako. Leo ni zamu yako ndugu, leo ni zamu yako dada, leo ni zamu yako mpendwa. Haijalishi yale ambayo umeyaona. Yesu siku leo napotangaza ujumbe huu, naona nyumba yako inakombolewa, maisha yako inakombolewa, biashara yako inakombolewa, watoto wako wanakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Waliporuhusu uchekelewe, wacha Bwana ruhusu kicheko. Waliposema utaendelea tena, siku leo unaendelea tena. Waliosema ya kwamba utapita, siku leo unaenda kupita. Napenda katika maandiko Marko Mtakatifu 10:51. Biblia inasema ya kwamba Yesu akauliza yule kipofu, unataka nikutendee nini? Yule kipofu Fatimayo akasema, nataka nione tena. Yesu alijua kwamba Fatimayo ni kipofu wa macho, lakini akamuuliza kwamba unataka nikutendee nini? Yesu Fatimayo akasema kwamba nataka nione tena, biashara yako inuke tena, maisha yako yajibuke tena, nyumba yako ionekane tena, watoto wako inuke tena, mke wako inuke tena, uliolazwa hospitalini inuke
wainuke tena, wakaanza kupata uponyaji tena, waliochekelewa wasipate siku ya leo. Mungu anaenda kuwajaza nguvu. Yesu anakuuliza mama, unataka nikufanyie nini? Kama ni magonjwa ya pressure, kama ni magonjwa ya diabetes, kama ni magonjwa ya miguu, kama ni magonjwa ya mitumbo, sema hilo jambo mpendwa, na Yesu anaenda kukomboa, na Yesu anaenda kukuinua, na Yesu anaenda kukufariji, na Yesu anaenda kukomboa. Hakuna mwingine kama Yesu, hakuna kama yeye pekee wa kuinuliwa, yeye pekee wa kuabudiwa. Akasema ya kwamba kule Kalvari yote yamekwisha, na siku ya leo mpendwa, yote yamekwisha. Yale ambayo amepitia yote yamekwisha. Haijalishi yale ambayo amepitia, watu wamekuchekelea, watu wamekuona, watu wamekuvinyanzi, watu wamekutemea mate, na siku ya leo nimekuja na ujumbe ya kwamba unaenda maisha yako yanaenda kuombolewa tena, nyumba yako inaenda kuombolewa tena, biashara yako inaenda kuombolewa tena, kazi inaenda kuinuka tena, waliofutwa kazi siku ya leo wanaenda kurejeshwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Naona mtu anabarikiwa mahali, unanitazama nyumba yako inakombolewa, unanitazama maisha yako yanakombolewa, unanitazama nyumba yako inakombolewa, watoto wako wanakombolewa, hata huduma yako inakombolewa. Ewe mtumishi wa Mungu, kuna yale ambayo unapitia kanisani, kuna yale ambayo unapitia hapa na pale, lakini siku ya leo nakwambia kwamba unaenda kuinuka tena, kanisa yako inainuka tena, biashara yako inainuka tena, waumini wanaingia tena. Kuna mwingine kama wewe upendo unanitazama siku ya leo, ujumbe huu ni wako na mimi. Kama umeguguza huu ujumbe, kama umeguzwa na huu ujumbe, nakwambia kwamba Mungu anaenda kuomboa nyumba yako, Mungu anaenda kuomboa biashara yako, Mungu anaenda kuinua kutoka mavumbini, unaenda kuinua tena, maisha yako yanachipuka tena, biashara yako inachipuka tena, watu kucheka siku ya leo. Wenyewe Mungu anaenda kutuma radi, akasema mimi ndio moto ulao, akasema mimi ndio moto ulao. Siku ya leo Mungu ako na wewe. Siku ya leo ana mpango mema juu yako, ana mpango mema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuchukua ombi, napenda kuomba ombi. Amini na Mungu anaenda kutenda. Amini na Mungu anaenda kufanyia muujiza. Muujiza anaenda kutendeka kwako. Unanitazama siku ya leo, amini pale pale. Amini pale pale. Kuna muujiza unaenda kutendea. Tuamini na tuombe. Nakushukuru Mwenyezi Mungu ishe milele. Asante Baba kwa ukuu wako. Asante Baba kwa wema wako. Umeinuliwa mabudu wa falme wa falme. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wakati mtakatifu watakatifu Bwana. Tunasema tu asante kwa ukuu wako Bwana. Asante kwa kibali chako mfalme. Umeinuliwa mabudu wa falme wa falme. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Asubuhi leo mtakatifu watakatifu. Mchana wa leo Mungu wa Israeli waji. Wewe pekee wa kuinuliwa Bwana. Wewe pekee wa kuabudiwa Bwana. Siku leo nachukua upendo wananitazama siku ya leo, na mkabidhi mkono wako Bwana. Kuna yale ambayo amepitia mbalimbali, kuna changamoto ambazo amepitia mbalimbali, kuna miinuko ambayo amefika mbalimbali, kuna amezama kuingiza mlimani mfalme wa falme. Siku leo Baba Mungu mtembelee Bwana. Toa na maisha yake Bwana, toa na nyumba yake Bwana, toa na boma lake Bwana, toa na kazi ambazo anazifanya, toa na biashara yake Bwana, toa na kila kazi ambayo anafanya George. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe pekee wa kuinuliwa Bwana, wewe pekee wa kuabudiwa Bwana. Tembelea huyu mama, tembelea huyu kijana anatazama siku ya leo. Mtembelee Baba Mungu, muonekanie siku ya leo. Tenda muujiza Bwana, tenda muujiza mfalme. Muonekanie Baba Mungu, usimwache Bwana, usimwache George. Toa na nyumba yake Bwana, toa na kila familia George. Kaza Bwana sifanya Baba, mtembelee wakati ufalme wa falme Joha. Neno lako nimesema ya kwamba tukaweze kukuza pendo lake Bwana, na siku tunakuza pendo lako Bwana. Ututembelee Baba Mungu, utuonekanie Baba Mungu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Utende muujiza kwake mfalme, katika pendo safi la Kristo.